Sasa Trump akiendelea kusogeza deadline mbele ya kufanya mashambulizi kwenye miundombinu ya umeme ya Iran ili kuwalazimisha wafungue njia ya Hormuz. Lakini hivi karibuni au hivi juzi kati tuliona umeme umekatika karibu nchi nzima ya Iran. Tukawa tunajiuliza, je, Marekani wameanza kushambulia miundombinu ya umeme ya Iran au ni nini kimetokea hapa? Watu wanaamini kwamba Marekani wakianza kushambulia miundombinu ya umeme ya Iran, watashambulia zile power plant au vituo vya kuzalishia umeme vya Iran. Tunajua 85% ya umeme Iran wanaozalisha kutoka kwenye gesi. Kwa hiyo zile power plant za gesi ndizo Marekani wataanza kuzishambulia. Lakini kushambulia hizi power plant ni kama unataka kuirudisha nchi kwenye miaka 1900. Sidhani kama wananchi wa Iran wenyewe watafurahi hiki kitu, sababu hii miundombinu ni ngumu sana kuijenga upya. Kwa hiyo ndio maana Marekani wana mbinu nyingine kabisa ambao wanaweza kuitumia kuzima umeme kwenye nchi fulani ambao wanataka kuilenga. Na hii ni njia ambayo inaweza kuzima umeme bila kufanya uharibifu mkubwa. Kuna mabomu yanaitwa graphite bomb. Haya mabomu huwa yanarushwa kwenye substation, yani vile vituo vya kupozea umeme au nyaya za kusafirishia umeme, transmission line. Na haya mabomu yakilipuka hayatoi moto, yenyewe yakilipuka yanaachia viwaya fulani hivi vyembamba sana. Ni viwaya ambavyo vimetengenezwa na material ya graphite. Kwa hiyo ni kusema kwamba hivi viwaya vinaweza kupitisha umeme. Sasa hivi viwaya vikitua kwa mfano kwenye nyaya mbili vika connect phase mbili, kitu kitakachotokea hapo ni short circuit au short itatokea. Sasa kama unavyojua, short ikitokea circuit breaker huwa inajizima, na huwa inajizima ili kulinda hii miundombinu. Kwa mfano moto usitokee, sababu short huwa inaleta moto. Kwa ndio maana circuit breaker huwa zimedesigniwa kuona hizi short na kuweza kujizima ili kulinda hii miundombinu isiungue. Sasa baada ya hivi viwaya vya graphite kugusa hizi waya zinazopitisha umeme, inamaanisha kwamba current kubwa itaanza kupita kwenye hivi viwaya vya graphite, na current nyingine itakuwa inapita angani kama arc. Yani kama ushaona radi fulani hivi inatokea kwenye umeme, hivyo ndo current itakao inavuka inaenda kwenye waya nyingine. Sasa kwa kuwa hivi viwaya vya graphite ni viwaya vyembamba sana na vinapitisha umeme mkubwa, inamaanisha hivi viwaya vitaanza kuungua. Sasa vikiwa vinaanza kuungua pale, vitakuwa vinatoa gesi aina ya carbon. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hii gesi ndani yake ina chembe za material yenye uwezo wa kupitisha umeme. Sasa kama unavyojua, hizi power line au hizi nyaya zinazopitisha umeme huwa zimetenganishwa hivi ili kuhakikisha kwamba pale katikati air insulation inafanya kazi, yani kutenganisha kati hizi waya tatu zisigusane. Katikati hapo kuna hewa, na hiyo hewa ndo kazi yake kutenganisha hizi waya, sababu hewa haiwezi kupitisha umeme. Ukiwa unapitisha kiasi fulani cha umeme, sasa hii gesi ambayo inatoka kwenye hizi waya za graphite baada ya kuungua ikianza kusambaa, inamaanisha kwamba ile air insulation itaanza kufeli. Kwa ule umeme unaopita muda huo, unamaanisha umeme mwingi utakuwa unavuka kwenda kwenye phase nyingine, na matokeo yake short circuit itatokea. Sasa kwa mfano, ukitaka kurudisha umeme kwa kuwasha circuit breaker itakuwa inashuka chini, yani haitakuwa inataka kuwaka, sababu bado kuna ile gesi ambayo inatoka kwenye hizi waya za graphite baada ya kuungua, na hii gesi ina conduct umeme na inafanya hizi phase tatu kuwa zinagusana muda wote. Kwa hiyo moja kwa moja circuit breaker itakuwa inagoma kuwaka. Ni mpaka hii gesi ishuke chini au itoweke kabisa kwenye ile eneo ndipo utakuwa unaweza kuwasha circuit breaker. Sasa hiki kitu kinaweza kachukua muda mrefu kweli, na grid muda huo itakuwa imezimika. Sasa tunajua Marekani wana bomu linaitwa BLU 114B. Hili bomu linaweza kuifanya hii kazi, na hili bomu huwa hata sometimes huwa linawekwa kwenye kombora la Tomahawk na kushatuliwa kwenda kufanya haya mashambulizi. Tuliona kwenye vita vya Iraq na Marekani kwenye hiyo Operation Desert Storm, Marekani walifanikiwa kuzima 85% ya grid ya Iraq kwa kutumia hii style. Lakini pia kwenye vita ambayo ilitokea Yugoslavia, NATO pia walitumia hili bomu na kufanikiwa kuzima karibia 70% ya grid ya Yugoslavia. Sasa mafundo ya Yugoslavia walifanikiwa kuirudisha hii grid online chini ya masaa 24. Kwa hiyo ni kusema kwamba hii njia huwa haifanyi damage kubwa, lakini kitu kinachofanikiwa kufanya ni kuzima umeme na sio kuharibu hii miundombinu.